Walipewa onyo, maiti ya mama yake isizikwe, lakini walizika. Picha lilianza kaburi lilipojaa maji. Mwili wa marehemu ukajitokeza kwa juu na makaburini walitanda nyuki. Onyo, msikilizaji, simulizi hii ni ya kichawi. Kama una tabia ya kuota usiku na ni mwoga, tafadhali usitazame video hii. Nyuki walikuwa wengi kiasi cha kufunika anga. Mlio wao ulikuwa kama ngurumo ndogo, ukikata hewa na kuharibu utulivu wa usiku. Baba Bakari alijaribu kutoa dawa zake ili kuwafukuza, lakini hawakuondoka. Walimng'ata mwili mzima bila huruma, wakimwacha akipiga kelele za maumivu. "Jamani, msaada, msaada!" Aliita kwa nguvu, lakini sauti yake ilimezwa na mzinga wa nyuki. Hakuna alisikia kilio chake. Akijaribu kutoroka, aliingia ndani ya jengo dogo lililokuwa jirani. Lakini badala ya kupata afueni, alijikuta amekutana na tishio jipya. Kutoka ndani, walitokea wadudu weusi waliokuwa wakifanana na siafu, lakini walikuwa wakubwa zaidi, wenye miili yenye kung'aa kama chuma kilichochovya kwenye makaa ya moto. Walitembea kwa mstari ulionyooka, wakiwa na nidhamu ya kijeshi. Viongozi wao walioko mbele walipiga sauti ndogo za amri, na msafara wote ulitii. Walipomfikia Baba Bakari hawakusita. Waliingia mwilini mwake kupitia kila tundu, wakimng'ata bila kuchagua sehemu. Mzee wa watu alipiga mayowe ya uchungu, kilio chake kikifanana na cha mtoto mdogo. Machozi yalitiririka usoni mwake huku akitetemeka. "Najua nakufa. Mnaniua kwa sababu mnaona mimi ni tishio kwenu. Ila nawaambia, mtakuja kujuta. Mtakufa kifo kibaya kuliko vyote mlivyowahi kushuhudia. Hasa wewe Chaupole," alilia kwa nguvu ya mwisho. Kauli hiyo iliposikika, ghafla wadudu wote walitoka mwilini mwake kwa kasi ya ajabu. Kisha wakajipanga mstari mrefu kuelekea gizani. Ndipo mbele yao wakaonekana sura tatu. Bi Chaupole akitabasamu kwa ushindi, Mzee Mashilingi akitazama kwa ukali, na Sijali akiwa amebeba fimbo ya kutisha. Hii ilikuwa ni timu ya maangamizi. Kwa sauti ya utulivu wenye sumu, Bi Chaupole akasema, "Nasibu, tulishakuonya usikaribie hapa. Umerudi, sasa umekuja kufa. Wewe sio Mungu kusema sitakufa. Haki ya bilaa, utakufa, kifo cha kutisha kuliko vyote." Bi Chaupole akatikisa kichwa na kicheko cha dharau. "Nisikilize Nasibu, sijawahi kutishiwa hata mara moja katika maisha yangu. Sasa basi, maneno yamekwisha. Ninyi," aliwageukia wale wadudu waliokuwa kisubiri, "mchukueni huyu mtu, mpeleke kaburini kwa mkewe, mzike hai." Amri haikuchelewa kutekelezwa. Wadudu wakamshambulia upya Baba Bakari, wakamng'ata hadi pumzi ikakata, kisha wakamburuta kwa nguvu gizani kuelekea makaburini. Wakati huo kijana wake Bakari alikuwa akiendelea kutangatanga kwenye ndoto ya hofu. Alifuata ile nyumba ya ajabu msituni, lakini ghafla alijikuta amezungukwa na maji mengi yaliyotokea pasipo kutarajiwa. "Hey, haya maji yametoka wapi?" Moyo wake ukampiga kasi. Alipotaka kugeuka akimbia, alikutana na msitu mkubwa uliokuwa umefunika njia. Nyumba iliyokuwa akiendea nayo ilipotea ghafla. "Mama, nakufa!" Alipiga kelele kwa hofu, akihema kwa nguvu. Mwili wake ukashindwa kustahimili, macho yake akafifia na akaanguka chini akazimia. Ghafla kutoka gizani walitokea ngee kubwa pita kawaida.
Walikuwa wakitembea kwa makundi, macho yao yakimetama kama taa za moto. Walimfikia Bakari aliyolala chini, kisha wakaanza kumburuta gizani. Hakujulikana walikuwa wakimpeleka wapi. Kijiji kikiwa kimetulia, giza lilikuwa limekalianga. Ndege wamelala kwenye viota vyao, mifugo ikiwa kimya, na upepo umenyamaza kana kwamba ulimwengu mzima unasubiri jambo. Kwenye shamba la mzee Masoud alionekana Halima akizunguka katikati ya mimea. Nywele zake ndefu, nguo zilizochakaa na kucha zake ndefu zilimpa mwonekano wa kuogofya. Alizunguka mara kadhaa kana kwamba anafanya tambiko, kisha akakaa chini. Baada ya muda akasimama tena, akazunguka mara 3 mfululizo. Ghafla akasikia sauti ikimuita, "Halima, Halima, Halima." Ilikuwa sauti yenye uzito wa siri. Halima hakuitikia, bali alinyooka taratibu kuelekea nyumbani kwa mzee Masoud. Alipofika, alisimama mlangoni, kisha akajibu kwa sauti ya chini, "Abe, Chaupole." Sauti yake ilitosha kumwamsha Bi Chaupole aliyekuwa amelala. Bila kumwamsha mumewe, alitoka nje haraka. Macho yake yakamkazia Halima kwa hasira. "Halima, unataka kunitia aibu kijijini? Unataka nikuue, sivyo?" Halima akainama, sauti ikitetemeka. "Hapana, ila na njaa." "Nyamaza! Njaa gani bila kufanya kazi? Umefanya nini hadi uje kudai chakula?" Bi Chaupole akamkemea kwa ukali. Wakati wote hayo yakitokea, mzee Masoud alikuwa ameamka kimya kimya. Akanyata hadi dirishani akasikiliza. Lakini Bi Chaupole alishamhisi. "Naona umeamua kunifuatilia sasa Masoud. Unachokitafuta umekipata. Kuanzia leo utabaki kiziwi." Maneno yake yalipomalizika, mzee Masoud alihisi sikio lake limeziba. Sauti zote zikanyamaza, akabaki kiziwi wa kudumu.